Huyo hapo ambaye unamuona anaitwa Diana. Yeye ni binti ambaye anaishi kwa mchumba wake. Hapo unapoona anafua na kufanya kazi zote za asubuhi. Unamuona hapo anachukua kuni kwa ajili ya kuandaa chochote kitu, ikiwa chai au kimboga mboga. Hayo ni maisha kabisa ambayo yanapatikana huko Uswazi. Pengine binti kama yeye angeweza kutumia jiko la gesi, lakini anaishi maisha ya uhalisia kabisa. Pengine kipato cha huyo mchumba wake ni kidogo, lakini hali halisi inasadifu kuwa maisha ya binti huyu ingawa ni mrembo hivyo, lakini ni mabaya. Hapo unapoona anachota maji ya kisimani kabisa. Hapo unaona kabisa anabeba na ndoo yake asubuhi hiyo. Na hapo ameandaa chai na mkate wa kumimina na anampelekea huyo mchumba wake. Tumuone hapo. Mtu mwenyewe ni huyo hapo, anaonekana hohe hahe. Amevaa hapo nguo zake za chama ambazo zimetuboka na anakunywa chai kwa raha mustarehe kabisa, wakati mpenzi wake huyo akiendelea kutwanga sasa. Lakini kuna jicho ambalo Diana anamkata mwanaume huyu ambaye hana hili wala lile na anafurahia maisha haya. Ni kawaida kabisa kuwa na mwanaume kama wa hivi, huwa wana uelewa mdogo wa maisha. Diana anaona kabisa hastahili kuwa hapa. Anamtazama wakati mumewe anakula mkate wake na kufurahi huku akiwasalimia majirani. Hakika anajiona hapa inabidi afanye jambo, hapa inabidi aondoke, lakini anawaza na mawazo yake yanamfanya acheke tu. Ghafla anakuja rafiki wa mumewe, mzee Juma. Huyu anasalimia mumewe huyo na kumuomba waondoke. Ni kawaida yake mwanaume huyu baada ya kunywa chai tu basi ataenda kwa wenzake kucheza bao na drafti. Ndio wanaume wanavyoishi huku mwanamke akiachiwa kazi zote za ndani ya nyumba. Diana anakumbuka ni jana tu ambapo alipokea taarifa kutoka kwa watu ambao walisema wao ni wasimamizi wa mirathi, wakimwambia kuwa shangazi yake amemwachia utajiri mkubwa, ikiwemo nyumba hii. Huyo ni mwanasheria hapo, anamuonyesha nyumba hiyo kwa ukubwa kabisa inavyoonekana. Itazame vizuri, huo ni ua na hilo geti linafunguka kwa remote. Hapo ni uani, unatazama kumbe ni nyumba kubwa ya ghorofa. Ni nzuri sana. Juu kuna matanki ya maji. Hakika hatachota tena maji kwa kisima. Cheki ndani jamani. Nyumba ni nzuri, sebule kubwa, imepambwa vilivyo. Hiyo yote ni nyumba yake sasa. Alikuwa akisubiriwa yeye tu kufika hapo na kukabidhiwa rasmi. Anauliza maswali mawili matatu. Kweli shangazi yake alikuwa anamfahamu, lakini hakuwa na ukaribu naye. Lakini anaambiwa kwa shangazi huyo hakuwa na mtoto wala ndugu ya karibu isipokuwa ni yeye. Hapo anasaini baadhi ya register mbalimbali kuthibitisha kuwa yeye sasa ni mmiliki halali. Hapo anarudishwa kwa mwanasheria na kisha anakabidhiwa ufunguo wa nyumba. Mbali na hapo anapelekwa mpaka kwenye kampuni ya shangazi yake huyo ambayo pia ni mali yake. Hakika ni kubwa mno. Diana anafurahi sana. Wakati huo Diana anaamua kufanya kitu kwa mpenzi wake. Anaamua kumtoa katika maisha ya kimaskini na kumpa kazi ya ofisi. Mwenyewe anafurahi sana. Anafurahika mno. Lakini wanaume wa Uswazi walivyo na akili ndogo, bwana huyu wiki moja tu baada ya kupata kazi ile kubwa ambayo hakustahili, sasa ameanza heka. Kumbe alikuwa harudi hata nyumbani na ameamua kuhamia kabisa kwa kimada wake, na huko alipompangishia. Huyo hapo ni mpenzi wake mwingine, mkewe kamwacha. Yani kwa vihera kidogo tu bwana huyu amebadilika kabisa. Wakati huu Diana aliyekabili yote haya akijifanya anaishi kimaskini kabisa, na moyoni ilimuuma. Lakini huu ni mtihani ambao aliamua kumpa mumewe huyo mtarajiwa. Yote haya bwana huyu anayafanya akiwa hajui kabisa kama mkewe amempa mtihani mzito. Usikose kufuatilia nini kitaendelea kwenye tamthilia hii ya Sikujua.